Nimekupigia simu uje nyumbani kwangu. Kuna jambo moja tunataka tuzungumze. Manyanya ameniambia huyu mwanamke wake ana mjamzito. Kwa hiyo ameamua wahi kukwambia, si ndio? Ngoja nikwambie Kathy. Kuhusu ndoa yangu, niko tayari nife au niue. Sijui unanielewa? Yaani niko tayari kufanya chochote kile. Siwezi ruhusu mpumbavu tu amekuja tu kwenye maisha yetu, haribu maisha yetu, atembee na mume wangu. Isitoshe amebeba ujauzito wake. Niwe tunaangalia hapana. Yaani niko tayari kufanya chochote. Unajua kwa nini nimekuita hapa? Nataka unisaidie. Na najua kabisa wewe unaweza. Nataka ujauzito wa huyo mpumbavu niutoe. Yes. Kwa sababu ujauzito wake ndio chanzo cha tatizo. Na hisi kabisa Manyanya hawezi kufanya option nyingine yoyote kwa sababu ni mjamzito. Kwa hiyo nataka utoke. Kwa gharama yoyote. Kwa pesa yoyote. Ukitaka chochote nitakupa. Sawa. Lakini kuna changamoto moja tu dada yangu. Mati ameshahama pale anapoishi. Na kibaya zaidi amehama hajamwaga mtu yoyote yule. Amehama kimya kimya. Na mimi kabisa nahisi mmeo ndo amemhamisha. Alijua kabisa yote yatatokea na ndo maana akamhamisha. Kwa sababu mmeo ni mtu ambaye anajifanya na akili nyingi. Lakini hilo kwangu wala sio shida. Kwa sababu mimi sijawahi kushindwa na kitu chochote dada yangu. Yaani nikisema hata sasa hivi nitoke hapa nikajue Mati anaishi wapi naweza. Ila inatakiwa jambo moja tu. Ni wewe kuwa upande wangu mimi. Inatakiwa unipe ushirikiano wa kutosha. Sijui unanielewa Kwa heri. Lakini usisahau kuwa bega kwa bega na mimi. Tutafanikiwa, si ndio? Kwa heri. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea.